Thank you muno mwiroreri witu wa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu tugacokereria ringi mitambo-ini ithaa-ini ria keri na tore gukwirite hau kabere ni gukwirite twakinya ithaa ria keri ni tugukorwo twina mugeni thiini wa studio citu na ni arikitie gukinya thiini wa studio no muthenya wa muthi ni ngukorwo ngicenjia hanini ngatukania ruga ya Gikuyu na ya Githweri kana ruga iri ingi kuhota ni tondu mugeni wa muthenya wa muthi ni oimite o kuraya na guku gwitu na ni tugukorwo tugitukania ruga icio nigetha tukorwo tukiguana ni tondu guku ndakwirire ati ndikurehagera ageni a mithemba yothe ni tondu tuticaguraga ona angikorwo umite kuria mwena wa Githumo angikorwo umite angikorwo umite Meru no turigwitaga guku thiini wa studio nie ngetuma Kumbe Pilot na kama nilivyokuambia siku ya leo niko na mgeni na atatuambia ametoka wapi. Ni kwa sababu hajui hii lugha yetu ambayo tunaongea ya Kikuyu, lakini anapenda hiki kipindi kwa sababu anapenda nyimbo za sifa, pia anapenda hii station yetu ya Gikuyu TV, na tunataka kumkaribisha kwa studio ili atusalimie, atuambie jina yake, alafu baadaye tutaendelea na mahojiano yetu. Karibu sana mgeni wetu. Asante sana, nashukuru. Kwa majina naitwa Caroline Sako, nimeokoka, nampenda Yesu, na mimi naimba nyimbo za Injili. Amen. Nimetoka sehemu ya Mombasa. Mombasa. Hebu ukitaka kusalimiana kule Mombasa, kwa sababu Gikuyu TV tunafika sehemu za Mombasa, Malindi, Kilifi na maeneo yaliyo karibu, na ningetaka uwasalimie watu wa Mombasa. Sasa utawasalimia vipi? Watu wa Mombasa kuna venye tunasalimiana, unaweza sema habari zenu, nzuri sana, ama unaweza tumia shikamoo, alafu unajibiwa marahaba. Kwa wakubwa ama kwa wadogo wale? Okay, unapata mtoto mwenyewe atakusalimia shikamoo, na utamjibu marahaba. Marahaba mwanangu. So kwa wale wakubwa wako ndio unawaamkua shikamoo. Na wanajibu marahaba mwanangu. Unapata mwenye ameokoka kama huyu amjua Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Okay, karibu sana na tumeheshimika sana kutembea katika studio zetu za Gikuyu TV. Na kwanza kabisa tunapenda wageni. Alafu nikwambie umevalia nadhifu ama uko smart. Asante sana, nashukuru. Nashukuru. Na hata mtu akikuona hivi hata kabla hujamwambia anaona kweli huyu mtu ameokoka. Na hiyo ni jambo la kwanza ambalo limenipendeza sana. Na sasa ningetaka tuingie moja kwa moja kwa mahojiano yetu. Na ni kwa sababu siku ya leo ni siku yako, na tungetaka tukujue, tungetaka mtazamaji wetu akufahamu vizuri, ajue huyu Caroline Sakwa ametoka wapi, amelelewa wapi, amezaliwa wapi. Ningetaka kwanza kabisa swali la kwanza nikuulize, Caroline Sakwa ni nani? Okay. Mimi Caroline Sakwa, mimi kwa sasa naweza sema mimi ni mama. Mimi ni mama wa watoto. Mimi na watoto 5. Wasichana 3 na wavulana 2. 5? Okay. Ndio hivyo, ndani ya Yesu anatukutengeneza utukufu wake. So mimi pia ni mwanabiashara, apart from uimbaji, nafanya biashara. Niko nauza manguo na cosmetics pia. Okay, kabla hatujafika hapo, maana hapo tutafika, tunataka tujue sasa utotoni mwako, mahali umezaliwa. Je, umezaliwa Mombasa ama ulizaliwa wapi, ama umetoka sehemu nyingine hapa Kenya alafu umehamia Mombasa, ama umetoka wapi? Tunataka tujue huyu Caroline amezaliwa wapi. Kwa hakika mimi si mzaliwa wa Mombasa. Mimi nimetoka Homa Bay. Homa Bay. Ndio nilizaliwa Homa Bay. So huko ndo nimelelewa na huko ndo nimesoma. Kwanza primary nimesoma kuanzia class 1 mpaka class 8 huko Homa Bay. So nikiingia secondary ndo nilienda Migori district. Kwa shule inaitwa Nyabisawa Girls. Kuanzia form 1 mpaka form 4. Nikamalizia pale 98. Nilianza 94 nikamaliza 98. So after hiyo ndo nikakujia Mombasa. Na hebu turudi nyuma kidogo. Homa Bay ni kubwa, na najua Homa Bay iko county gani?
Homa Bay County. Homa Bay ni county yenyewe. Yeah, lakini kwetu sasa bara haiko Kisumu. Haiko Kisumu. Na kwa hivyo sasa umezaliwa Homa Bay County. Yeah, mimi nimezaliwa Homa Bay District Hospital, Homa Bay County. Okay, tunataka kujua kijiji cha kwako. Unajua kama nilivyosema Homa Bay ni kubwa sana. Sasa ukisema Homa Bay, mtu atakuja Homa Bay town ajaribu kutafuta huyu Caroline Sako hata muona. Okay. Inaitwa bara kwetu sasa. Inaitwa Kochia. Kochia. Iko Homa Bay District. Ningetaka pia nikupatie fursa hii ili uweze kuwasalimia watu wa kutoka Homa Bay na kikwenu. Amoso ujo Homa Bay duto kumauntie kangiso uni opak ruoth. An ilongani Caroline Sakwa. Ahero wach Nyasaye. Kalando wach Nyasaye. Kalando wach ne kawirni. Koro arwako kabisa odiochieng' ma kawuono mondo uwinji ka wantiere go wadwa. Okay, nimeelewa kidogo kwa sababu nimesikia Nyasaye. Nikaje unaongea mambo ya Mungu. Na ninajua watu wa kwenu sasa wamefurahia sana kuona kwamba hata Gikuyu TV inakaribisha watu kutoka Homa Bay. Na pia sisi tumeheshimika sana. Sasa turudi pale utotoni tujue ya kwamba kwa sababu hii mlango ya hapa Gikuyu TV, kile ambacho kimefanya ukubalike na ufunguliwe huu mlango ni kwa sababu uko na talanta ya usanii ndani yako. Hebu nikuulize, ukiwa mtoto hii talanta ilichipuka ndani yako ama ilianza wapi? Okay, naweza sema ilichipuka sababu gani? Nikiwa mtoto kama bado niko nursery, nilianza kuimba nikiwa nursery. Hata nilikuwa ninawekwa lead, kuongoza watoto wenzangu. So ni kitu nilianza nikiwa mdogo. Nikiwa nursery, tulikuwa tunaimba hizi singing games. Nikaingia primary, pia tulikuwa tunaimba hizo singing games, tunakuja mpaka Nairobi National, tulikuwa tunafika mpaka huko. So uimbaji nilianza kitambo, kama bado niko mdogo sana. Yeah, so nilipendanga kuimba. Kitu ilikuwa Kwa hivyo hiyo uimbaji ilikuwa ndani yako. Na hebu niulize, ni kwa sababu kuna watu ambao ukiwa nursery ulikuwa mdogo sana, na kuna watu ama wazazi ambao wanaona watoto wao wako na talanta za uimbaji ama za kuiga mashairi ama talanta zingine zozote, hata kucheza kadada ama michezo yote ile, na unakuta kwamba mzazi anakanya mtoto wake kuendeleza ama kueneza hiyo talanta yake. Sijui mzazi wako wakati alipogundua kwamba wewe uko na talanta, je, aliichukuliaje? Kwa hakika wazazi wangu walikuwa wazuri sana. Hata nakumbuka babangu alipendanga kutuweka. Tunaimba, tunacheza, hata kama kuna party na watu, tunaitwa. Yeah, ni kama tunafanya mashindano. Yule mwenye atakayeshinda atapewa zawadi. Hata kama tuko na party. So yeye pia alikuwa amependa sana ni kama mwenyewe alikuwa anatutia moyo na kutia nguvu ya kuendelea. Sasa zingine unaweza pata hata kwa nyumba. Tukisikia nyimbo tunaanza kuimba na tunacheza mbele. So kitu yenyewe ilianza kitambo. Na walikuwa wameturuhusu, hakuna siku walikata. Kwa hiyo unaweza sema kwamba mzazi wako alitumika sana ili kuendeleza hiki kipaji chako cha uimbaji kabisa. Na hebu nikuulize, kado na kuwa wewe ulikuwa umejulikana kwamba ukiwa mdogo uko na kipawa cha uimbaji, je, ulikuwa na kipawa kingine chochote? Uimbaji na kucheza. Kucheza pia. Na pia drama nilikuwa ninafanya shuleni. Na shairi pia. Na hebu nikuulize kidogo, kama naweza kukurudisha nyuma kidogo hiyo miaka ya utotoni, ni nyimbo gani hizi ambazo mlikuwa mnaimba mkiwa watoto? Na nataka wimbo yoyote ya Kiluo ya utotoni, ndio hata watu kutoka Homa Bay wafurahie. Naweza imba nyimbo moja tulipendaga kuimba tukiwa nursery. Ilikuwa inaenda hivi. Nyathina uruyeyo, athika yeyo, olango matindo nyathina uruyeyo, athika yeyo, madhocha yeyo, ding ding ding, achi yeyo, ding ding ding, achi yeyo, ding ding ding, achi yeyo. Sasa watu wengi hapa wanasikia tu ding ding ding, lakini
Wako na ile hamu ya kutaka kujua hii ding ding ni kumaanisha nini. Hiyo ni kama mwenyewe unasifu hiyo wimbo ukichezea, sasa ndio tunaenda tukifanya ding ding ding. Na hebu nikuulize swali lingine. Wakati uko nasali, imejulikana kwamba Caroline anaweza kuwa anaimba na ako na kipawa cha uimbaji ndani yake. Sijui kama je, mwalimu wako hata ukienda tuseme primary, je, mwalimu wako alikuwa na support hiki kipawa chako? Walikuwa wana support sana walimu. Kuna mwalimu wenye tulikuwa nao bado nakumbuka, Mr. Kabele, siwezi nikamsahau. Huyo alikuwa wa secondary. Alafu kulikuwa na huyu Mr. Tuoma. Na kuna mwingine nimesahau jina lake. Walipenda kutufundisha, hata wanatuweka tufanye hiyo do re mi fa. Sasa ujue sauti yako ni gani. Hapo kuna alto, kuna sop, kuna tena. Sasa utajua ni gani hapo unafaa nayo. So walikuwa wanatutia nguvu na wanatutia moyo. Tulikuwa tunafanya practice. Ikifika saa ya games, tulikuwa tunakutana tunafanya practice. Sababu hata mkienda pale lazima mfanye practice kwanza. So walikuwa wenyewe pia wanatutia hiyo motisha, hiyo moyo ya kuendelea na kufanya hiyo kipawa iendelee. Na kabla hatujaenda mapumzikoni kidogo, ningetaka utuambie, kwa sababu ningetaka uangalie kamera yako, unaambia mzazi ambayo sijui unawezaje kutushauri. Unajua wazazi, kuna wazazi kama nilivyokuuliza kama mzazi wako alikuwa na support kipawa chako cha uimbaji. Wale wazazi ambao hawapendi kusupport vipawa vya watoto wao, utawaambiaje kwa dakika moja tu ndio tuende kwa mapumziko kidogo? Watazamaji wenzangu, we ni mama, wewe ni baba. Mimi kama nasimama kwa sababu ya wazazi wangu jinsi walivyonilea, ninawasihi ya kwamba ukiona mtoto wako ako na kipawa yoyote ndani yake, ukae na yeye na umsaidie kulea hiyo kipawa. Kwa sababu Mungu ana lengo na sababu ni kwa nini amepewa hicho kipawa. So ni wewe utafanya mwenyewe, atakuwa na hiyo mtisha ama atajitia nguvu. Kwa sababu yeye mwenyewe labda bado haelewi yeye ni nani. Lakini kupitia ile kitu yenye umeona ako nayo ndani, msaidie, usikatae na usimkanye. Na kama unaona si ya sawa, muelekeze jinsi unataka afanye. Muonyeshe njia. Labda kuna yenye unataka afanye. Labda naimba hip hop na unataka imbe kule ya kanisani. Pia anaweza jibadilisha tu. Mungu ana uwezo wa kufanya hivyo. So ni vizuri sana kama mzazi, kama mtoto wako mwenyewe umeshagundua ya kwamba akona kitu ndani yake, akona kipawa ndani yake. Mungu ana lengo na sababu nayo. So mwenyewe umtie nguvu na ukwe pamoja na yeye na umsaidie ili hiyo kipawa iendelee mbele. Naam. Thank you muno mwiroreri tu wa Gikuyu TV, murori wa Mugikuyu. Ni tabarira ya gukenga tuticenjetie no ruthiomi turacenjia hanini ni tondu nwakeigua tugeneirwo ni muini ugwitwo Caroline Sakwa na kuma kuria Homa Bay, no riu aikaraga kuria mwena wa Mombasa, na nikio ndakora tugukorwo tugicenjia ruthiomi tukaria na rwa Gikuyu, tugacoka tugathie Githweri, tugathie Kijaruo, tugacoka tugathie kuria Gicua-ini, ni tondu ithuĩ turi andu othe tukinyagira andu othe na twendaga gukinyira andu othe, tuteguthutukania umite ku wi wa kabira iriku kana umite naku. No wakorwo wi mwiroreri wa Gikuyu TV, ni turikoragwo tugikunyita ugeni thiini wa session ino ya Gikuyu TV, murori wa Mugikuyu. Tukamba guikaria hanini tu, no ndugathie haraya, ni tugucokereria thutha wa kahinda gatari coho. Nie ngetoma kumbe pilot, usiende mbali.
wewe. Ni wewe. Wewe ni Mungu. 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 Wachawi waangamizwa kwa jina lake Yesu. Wewe ni Mungu. Magonjwa yanaponywa, ushindi tunapata kwa nguvu zake Yesu. Wewe ni Mungu. 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 Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine ila ni wewe. Duniani na mbinguni hakuna kama wewe ila ni wewe. Ni wewe. Kaskazini, mashariki, magharibi na kusini hakuna kama wewe. Ni wewe. Wewe ni Mungu. 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 Thengio muno mwiroreri witu wa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu ni tugacokereria ringi mitambo-ini ikereka-ini ria keri thiini wa tabarĩra ĩno ya gukenga ithaa ria keri na muthenya wa umuthi twina mugeni kuma kuria Homa Bay etagwo Caroline Sakwa na no akĩigua riu ndaikaraga Homa Bay aikaraga Mombasa na no kuo ekumite nginya muthenya wa umuthi nigetha oke atugenere guku gwa Gikuyu TV tugagitika muno na tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa gutuhe gwitikirika ni ndirakorirwo ngikwira kana ni ngoretwo ngikwira ati ni tukinyite itura ria Mombasa ni tukinyite kuria Nakuru County ni tukinyite Nyeri County na ni tuhunjite bururi mugima handu waruma tugagicokeria Ngai ngatho na tukaiga ngumo na ugoci iromucokerera na no ngwihoe mwiroreri witu wa Gikuyu TV ukorwo ugitwariria kuhitukira fan page itu thiini wa Facebook na niyo Gikuyu Television ona kana fan page ya kwa Kiube ya Makubi Pilot ona kana kuhitukira namba 0721890311 nutwandikira ndumiriri nguhi na nigukorwo ngikena muno na bila kupoteza wakati nataka nirejee kwake mgeni wetu wa siku ya leo ili aweze kutusimulia hadithi yake kutoka utotoni hadi mahali amefika kwa sababu tumesikia kwamba pia yeye ako na hadithi. Caroline, nataka kwa sababu siku ya leo nimekwambia ni siku yako na sitaki niongee sana, nataka wewe mwenyewe ndio uongee kwa sababu katika kipindi hiki tunapatia watazamaji matumaini ya kwamba siku ya kesho ni ya dhamana kuliko ya leo. Kwa hivyo siku ya leo na ningetaka utusimulie hadithi ya kwako kwa sababu nimesikia umezaliwa pale Homa Bay, umelelewa huko, umesomea huko na nikasikia kwamba ukiwa nasari ndio umejulikana kwamba uko na kipawa cha uimbaji na wazazi wako wakakushikilia vizuri sana wakaweza kulea hiki kipawa chako na mwalimu pia umetaja walimu kadhaa hapa nikasikia kwamba walimu pia walikushika mkono vizuri na ukaweza kuendeleza kipawa chako. Hebu tuambie Caroline aliposoma na akamaliza masomo yake alienda wapi kwa sababu najua nataka sitaki kusema kwamba najua lakini nafikiria haukutoka shuleni tu na ukaanza tu kurekodi muziki. Sijui baada ya kumaliza shule umeenda shule ya msingi, shule ya upili na umemaliza. Umeenda wapi ama umeanza kufanya nini ndio kujipatia mkate wa kila siku? Okay, after kumaliza form 4 nilipenda sana niende college but kulingana na hali haikuwezekana. So nilikuja Mombasa, kuja kwangu Mombasa nilikuja kwa dadangu anaishi huku Mombasa. So niliingia Mombasa 2000 ndio nilikuwa Mombasa. So si ati hali ilikuwa nzuri, watu hupitia hali sana sababu unajua chenye unatamani na uoni. So nilikuwa tu nasema Mungu atakuja nisaidia siku
siku moja. Na yeye ndiye ananijua zaidi. Yeah, so nilikuwa tu hapo. Nikapitia kama msichana. Nikapitia mambo mengi. Lakini baadaye nilikuja tu mwenyewe siku moja tu nimekaa. Hadithi haikuwa nzuri vile. Kwa sababu unatafuta kazi, na nimefanya kazi hata kwa Muhindi kama maid huko Mombasa. Yenye nilikuja mwenyewe nikasema, mimi nimemaliza form 4, nakwambia ufanye kitu fulani. Nikasema hapana, siwezani nayo tena. Nimefanya kwa hoteli. Nimefanya hoteli huko Mombasa. Ilikuwa inaitwa Hard Rock Hotel. Nimefanya pia huko Malindi. Pia nimefanya kwa hoteli. Na ilikuwa ni hoteli na ni bar, kwa sababu unatafuta mihela. So utafanya chochote tu ili upate pesa. Na pia nilienda nikafanya EPZ niko Mombasa. Kwa sababu mwenyewe huwezi tegemea mtu kwa kila jambo. Hata kama ni dadako pia yeye ako na maisha yake, sababu alikuwa ameolewa. Na huwezi sema tu yeye ndiye atakusaidia mpaka mwisho. So mpaka ujitafutie. So katika hizo pilika mambo haiko rahisi. Hata hiyo uimbaji ilikuja ikakwama kidogo. Ilikuwa sikuwa naimba, lakini nilipitia. Unajua kama msichana kuna mambo unapitia. Unaenda happy, unakunywa, yote niliona. Nilikuwa mchezaji, hata watu walikuwa wananiita dancer. Lakini kweli na hakika Mungu mwenyewe ni mwaminifu siku zote. Sikujua siku moja nitakuja mwenyewe. Sasa naitwa karo muimbaji wa Injili. Lakini kumbe mipango ya Mungu ilikuwa ni siku moja. Ile talanta nilikuwa nayo nitakuja nimtumikie. Na hebu nikuulize swali, nikurudishe nyuma kidogo. Kule utotoni, wazazi wako walikulea katika njia za Mungu, walikupeleka kanisani? Walinipeleka kanisani kabisa. Hiyo unapata mwenyewe saa zingine kama babangu kwanza kwa ameokoka, lakini baadaye ndiye alikuja akaokoka. So kanisani tulikuwa tunaenda kwa sababu sana sana tulikuwa tumeishi na mamangu. Babangu alikuwa anafanya Nairobi hapa Kenya Pipeline. So mostly sisi tulikuwa tuishi na mama huko Homa Bay. So umepata tumelelewa sana tukiwa na yeye. But baadaye pia yeye babangu alikuja akaokoka kawa mwenyewe tena yeye pia yote. Kwa hivyo utotoni ulikuwa unafuata mambo ya kanisa, lakini si kusema ni ile kuokoka, ni kufuata tu nyayo za mzazi. Kwa hakika. Na nikuulize, wakati ulitoka sasa Homa Bay, umeenda Mombasa, umeona sasa siko chini ya mzazi tena. Sasa hapa ni kujitegemea. Sasa maisha ni mimi mwenyewe. Sasa sijui mambo ilikuwaje. Haikuwa rahisi kwenye nasema. Unapitia hali ngumu, mambo ya kusumbuliwa. Na tena wanasema Mombasa ni Mombasa raha. Mombasa raha. Ukiingia Mombasa. Ukiingia ni harusi, kutoka ni matanga. Hivyo ndio wao wanasema. Lakini mimi naamini tutaishi. Amen. So mengi unaweza pitia, lakini sikuvunje moyo, kwa sababu nilikuja kugundua ya kwamba maisha yako Mungu ndiye ako naye. Kwa sababu ilikuwa inafika wakati mpaka unaona mimi sasa hapa fali imefika sasa. Siwezi kama mwanadamu na ile hali yako. Lakini kumbe Mungu ni mwaminifu. Sikujua kama siku moja hata mimi nitakuja niolewe, nikuje nikuwe na nyumba yangu. Kwa sababu ilifika wakati mwenyewe naona mwenyewe sina maana. Lakini kumbe Mungu mwenyewe alinipangia kama Mungu. So ilifika wakati mwenyewe mpaka nikakutana, nikapata mtu mwenye akaniambia nataka kunioa. Na nikasema kumbe bado mwenyewe. Ukiwa pale Mombasa? Nikiwa tu Mombasa nikakutana na babake watoto wangu. After kupitia hali hizo zote, at long last. Na haikuwa TV hivi. Niliingia kanisani. Nakumbuka niliingia kanisani, nikaokoka. Nikapata watu wanaambiwa wafunge siku 3. Waseme chenye wanataka. Sasa mimi chenye niliomba, mimi Mungu nataka mume. Kwa hivyo kuna maana kwamba ulikuwa umezunguka sana, umeona sasa nataka mume wangu sasa. Nataka mume wangu sasa mwenye nitaishi na yeye. So nashukuru Mungu alijibu maombi yangu. So afterwards nilikuja nikaolewa. Nashukuru. Tukaishi. Nilikuwa mimi ni sana nimefanya kazi pia venye nilikuwa kwa ndoa, nimefanya kazi. Nilikuwa napenda kufanya hizi kazi za marketing, but pia nimefanya na Blue Limited. Iko hata huko Nairobi pia. It's a microfinance. So baadaye
Hali haiko hali nzuri, watu hupitia mambo mengi. Ningetaka nikuulize kwanza kabla hujatuelezea. Huyu mtu ambaye amekuwa mchumba wako na baadaye amekuwa mume wako, sijui alikuwa ametoka Mombasa, alikuwa ametoka Homa Bay ama alikuwa ametoka wapi? Okay, tulikutana lakini ni kule kwetu, lakini yotoka Kisumu. Tulikutania Mombasa. Yeah. Mkapendana, mkaoana, mkaanza kuishi tukiwa tu hapa hapo Mombasa. Hebu nikuuliza, wakati huu wote ambapo unang'ang'ana na maisha hivi, hiki kipawa cha uimbaji bado kiko ndani yako ama kimesahaulika, ama tena kuna mambo ama raha za Mombasa zimekuja kufunika kipawa chako cha uimbaji? Ni kama ilikuja mwenyewe nikakaa kidogo, kikasahaulika kidogo. Na hebu nikuulize, imekuaje tena, imefikia wapi sasa? Kwa sababu naona kwamba uko na record, uko na volume yako hapo ambayo umeirecord, uko na nyimbo zako ambazo umerecord. Imekuaje sasa ukaingilia tena mambo ya muziki? So nilikuja tena nikasema sahi nataka kumtumikia Mungu. Nikaingia kwa maisha ya wokovu kabisa. Kwa sababu nikiwa kwa ndoa ndo sasa niliokoka ile kabisa kamili. Nasimama na nyumba yangu. So hapo ndio nilikuja mwenyewe nikienda kanisani. So hapo nikaingia, ninasikia mtumishi akihubiri, anasema kuna ukiwa na kipawa ufanyie kazi. Watu wanatangazia kuna maasha, kuna nani, kuna protocol, kuna intercessors, wale wenye kusimama kwa uombezi. Na sasa kitu yenye unajua uko nao ndani yako. Na nikakumbuka mimi ni mwimbaji. Kama wewe unajua wewe ni mwimbaji, uingie kwa praise and worship team. Sasa nikajoin praise and worship. Hapo ndo nilianza kulea hiyo kipawa tena ikaanza kazi. Because nilijirudia. Nikakumbuka nina kitu ndani yangu na sifanyi kazi. So nilipendanga kuimba na pia kufanya nini, kucheza. So watu wakisifu huku na mambo ya praise and worship, kuabudu, kusifu Mungu, niliingia. So after hiyo ndo nikaanza kuomba Mungu pia chenye iko ndani yangu. Nikiwa pale nikamwambia Mungu anielekeze kupitia nguvu za Roho Mtakatifu nianze kutoa nyimbo zangu. Kwa sababu nilikuwa najiuliza, nilikuwa nimependa Angela sana. Angela Chibalonza. Sasa najiuliza huyu mwanadada kweli anaimba vipi? Anapata hizi nyimbo vipi? Kwa sababu mwenyewe nilikuwa najiuliza, hizo nyimbo zake zilikuwa zinaniguza sana. Lakini kumbe ni kupitia nguvu za Roho Mtakatifu yote yawezekana. Na Mungu anasema ukimuomba naye ataitika na atakupa chenye unataka. Kwa sababu kila mmoja kuna talanta Mungu amempatia. Ndio maana kuna wahubiri, kuna waimbaji, kuna manabii. So nilivyojua hivyo nikaanza kuiombea na kweli nikaanza kuletewa nyimbo. Naomba tupunge hewa kidogo, na tukija utatuambia vile, kwa sababu umetuambia sasa ya kwamba umeingia kanisani, umejitolea kuingia katika kikundi cha sifa na unaendelea kusifu katika ile kanisa, lakini hujatuambia vile sasa wimbo yako imekuja ndani yako na ukatunga na ukasikia kwamba sasa nimetunga hiyo wimbo ni yangu, si ya mwimbaji mwingine, si ya Angela, si ya mwimbaji mwenzangu, ni wimbo yangu ambayo imekuja ndani yangu. Kwa hivyo kidogo tu, lakini tutarudi hewani ili uweze kutuelezea vile huu wimbo wako umekuja na ukarecord. Mwiroreri guku ni Gwaiko TV, murori wa Mugikuyu. Tabarĩra nĩ ya gũkenga ngĩtũma kũbe pilot na mũthenya wa ũmũthĩ nduĩte ng'ongo gathie nginya kũrĩa gwĩtagwo Homa Bay gakurutĩra mũirĩtu kana mũtumia ũgwĩtwo Caroline Sakwa, na niwe twĩnake thĩinĩ wa studio. No ũratũhe rũgano rwake, no igũrũ rũgano rwake nĩ rũraihu mũno no nĩ atĩrĩrĩ, rũgano rwake rũkĩrĩkĩrĩria no njĩra no tũrĩgoca Ngai. Koguo wĩkare hau mĩtambo-inĩ tondũ ngwĩraga kĩrĩkĩrĩro kĩa ũndũ nĩ kĩrĩ bata kũrĩ kĩambĩrĩria. Nĩ tabarĩra ya gũkenga wa Gĩkũyũ TV, mũrori wa Mũgĩkũyũ, ndũgathiĩ haraya. Kwa damu yake Masia tumewekwa uhuru.
asiloliweza. Muite huyu Yesu naye ataitika. Muite hata maombi huyu Yesu ataitika. Wapendwa wenzangu, neno la Bwana ni amina na milele. Yeye sio mwanadamu aseme uongo, ahadi zake anatimiza. Tulia kwa Bwana nawe utaona ushindi wako, kwa kuwa yeye mweza wa vyote. Kweli Yesu yuko. Haleluya. Angalia jinsi alitenda kwa Ayubu, akamponya na katenda mambo ya ajabu. Hakuna kama yeye. Twende twende sasa, twende twende. Hakuna mwingine kama Jehova, niye pekee yake anastahili kweli kwa maisha. Twende sasa. Hii ni ngoma ya Yesu jamani. Yesu ukiziwi asikusikie, Yesu ukipofu wala asione, Yesu ukiziwi asikusikie, Yesu ukipofu wala asione. Yesu yuko, Mungu yuko, Yesu yuko. Kweli Yesu yuko. Ndio maana nampenda huyu Yesu wangu, hakuna kama yeye. Kweli Yesu yuko, kweli Mungu yuko, kweli Yesu yuko, kweli Mungu yuko. Kweli Yesu yuko, kweli Mungu yuko, kweli Yesu yuko, kweli Mungu yuko. Daudi alimchezea Yesu. Nawe ndugu yangu, dadangu, siku ya leo usiogope mwanadamu. Mchezee huyu Yesu, ni maana anastahili sifa zote. Hakuna kama Jehova. Ai. Kweli Yesu yuko, kweli Mungu yuko, kweli Yesu yuko, kweli Mungu yuko. Kweli Yesu yuko, kweli Mungu yuko, kweli Yesu yuko, kweli Mungu yuko. Inua mikono yako sasa juu, tunaenda kumwabudu na kumtukuza huyo Yesu. Hai, inua mikono yako juu sasa. Haleluya. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua. Huyo Yesu kweli anastahili sifa na utukufu. Mponyaji wetu ni wewe Masia. Mponyaji na mfariji wetu Baba, kuna kama wewe. Unainua Baba, unaponya Jehova, unatenda maajabu. Hakuna kama wewe Jehova. Ulitukufia msalabani na kwa mapigo yako tumepokea ushindi. Asante Baba yetu, kwa kuwa huu ni mwaka wa ukuu, mwaka wa kibali cha Bwana, mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa kubarikiwa. Baba, ni nani kama wewe Jehova? Ndio maana ninakutukuza Baba yangu wewe. Shuka chini, shuka chini, shuka chini. Panda, 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 panda. Thengio muno mwiroreri witu wa Gikuyu TV, murori wa Mugikuyu. Tugacokereria ringi ikereka-ini ria gatatu thiini wa ithaa ria keri ria tabarira ya gukenga kenga. Nie ngete Makumbi Pilot, na tuthiete na mbere wega. Ngaicokia ngatho ni tondu waku uratwarana na ithuĩ ikinya gwa ikinya thiini wa studio citu muthenya wa umuthi. Nitugeneirwo ni mugeni muini wa bururi witu wa Kenya.
oimete kuria Mombasa no atwira aciarirwo kuria mwena wa Homa Bay na etagwo Caroline Sakwa na niwe turaraniria nake na no akigorugano rwake arathie gituheage rugano rwake ikinya gwa ikinya na nitoigwa ati onake ena karugano ga kwerethera o toria ngwiraga ndie ndarehe mundu haha ndie ndarehe mugeni haha akaga karugano gake na ndenda kumuhe kanya gaka nigetha athie na mbere gututirihira rugano rwake tondu turorete guthii uguo tutirihite ni undu mathaa maitu ti mega uguo no ndenda he handu ndenda atwire nigetha tuigue haria weini wake ugukira kana kurekodi nyimbo gugukira na nigetha atwire kira giatumire aine. Na bila kupoteza wakati nataka nirudi kwake mgeni wetu ili aweze kutusimulia hadithi yake ya usanii. Caroline, nataka utuambie kwa sababu tumesikia hadithi yako ya utotoni na tumesikia vile umekuwa umetoka shule umeenda Mombasa, maisha imeenda hivi minuko na miteremko, na tumesikia kwamba sasa Mungu amekubariki, umepata mume na pia umepata watoto. Nataka utuelezee hii mambo ya usanii na kurekodi wimbo ilikuja aje ndani yako, kwa sababu tumeatia mahali ulikuwa unasema kwamba umeenda kanisani na umejitolea kwenye kikundi cha sifa na sasa hujarekodi wimbo wako. Mambo ya kurekodi imekujia wapi? Okay, ilikuwa 2013 nakumbuka. Ndio nilikuanza kuwa na hamu nataka niimbe nyimbo zangu. Kwa sababu ninaamini kuna kipawa ndani yangu, ni mwito. Nimeichukua kama mwito kwa sababu ninaisikia kabisa. So hapo ndio nilianza kuomba Mungu anipe mwelekeo. So nilikuwa naweza jikuta saa zingine nimelala. Nikilala naletewa nyimbo kupitia nguvu za Mungu kwa ndoto. Saa zingine nikiomba, saa zile naomba nyimbo inatoka pale, nina record kwa simu. Alafu pia saa zingine hiyo time hata mwenyewe nilikuwa na record naandika tu kwa nini? Kitabu tu ama kitabu, afu baadaye ndio naweza badilisha. And then pia saa zingine naweka kwa simu zingine ili nisisahau. Sasa after hiyo pia saa zingine pia ukitembea tu njiani nakuta mwenyewe nyimbo naletewa nikiwa njiani. Kwa sababu nakumbuka nilikuwa nafanya biashara, nilikuwa nafanya biashara ya mobile ili ya kutembea. Saa zingine nikiwa njiani nauza hizo vitu vyangu. Naletewa nyimbo. Na watu wengi ambao, wasanii wengi ambao hutembelea studio zetu hapa wanakuanga na changamoto sana wakati wa kurekodi. Unakuta kwamba umepata nyimbo, ndio uko na nyimbo, umetunga nyimbo hata 10, hata 12, hata 20 ziko kwa kitabu, lakini kuna changamoto kwamba kwenda kurekodi huu muziki tena inakuwa ni shida kubwa. Sijui wewe kama ulipata tu nyimbo na ukaenda kwa studio na ukarekodi. Okay, venye nilipata nyimbo sikurekodi saa hiyo hiyo. Siwezi sema nilirekodi saa hiyo hiyo. Mpaka upitie hali zingine. Hali yenye nilipitia ilikuwa mwanzo nilikuwa, kwa sababu mimi ile pesa nilikuwa nayo haingetoshea, so ilibidi nikaongea na mume wangu ili anisaidie. Ili anisaidie kwa hiyo njia. Lakini mwenyewe kweli alikubali na akasema atanisaidia. So after hiyo ndo nikaanza kutunga. So nilikuwa naweza fika kule kwa sababu njia ya fedha ilipatikana. Nikatoa video, nikatoa audio vizuri. Sikung'ang'ana vile kutoa audio kwa sababu alitoa hizo pesa. Lakini sasa venye nilikuwa nataka sasa nitoe video, nikaanza kupitia changamoto. Changamoto yenye haiko rahisi sana hivyo, ni Mungu tu. Kwa sababu ilifika wakati ugonjwa iliingia na sasa hata tukiongea mimi ndo nimebaki na watoto kwa sababu aliaga last year. Pole sana. So mambo yalianza tu kuinuka, mwenyewe sielewi. Sasa yote tu nikiongea nataka kwenda kufanya mambo ya huduma. Pesa ilikuwa inaenda kwa hospitali. So ile huduma inabaki siwezi endelea nayo. Kwa sababu sasa huwezi angalia utamwangalia mgonjwa ama mwenyewe utaenda huko. Utaenda kufanya video. So ilibidi mwenyewe tena nitulie. Nikiamini ya kwamba chochote Mungu ameweka ndani yangu siku moja, kama kweli mwenyewe yeye mwenyewe amenichagua, bado nitamtumikia nayo na nitakuja nitoe video. So hapo ndio kupitia hiyo hali, kwa sababu haikuwa hali rahisi hivyo.
cause ilifanyika 2012 tukishafunganisha harusi cause tulifanya harusi baadaye tukiwa na watoto tukafanya reunion. Yeah, so after that one ndio nilianza kupitia hali zingine hazikueleweka but kwa yote nilikuwa naamini Mungu ana uwezo kwa sababu yeye ndio namtegemea. Hata Ayubu alipitia mengi lakini haikumtoa kwa uwepo wa Bwana. Bado alisimama na Mungu akisema ya kwamba Mungu ana uwezo. Hata mimi nilikuwa na imani ya kwamba huyu Mungu bado ataniwezesha. So kupitia hiyo hali kuna watu walisimama pamoja na mimi ili nitoe hii nyimbo. Na siwezi nikawasahau na bado nawakumbuka mpaka leo kwa sababu wao ndio walifanya nikatoa hii video sababu ile hali ilikuwa kwa nyumba yangu haingewezekana. So ilibidi wenyewe venye walisimama na mimi nikatoa nyimbo 5. Nyimbo ya 5 nikitoa ile nikitoa because nilikuwa akotoka hiyo hali yake anakuwa on and off sick. So mimi mwenyewe katika hiyo hali unajua mtu akikusaidia akakupatia pesa chukua hiyo ndio utolee video. Mungu ana sababu. So ilikuwa inabidi na pilika nakimbia natoa hii natoa hii. So after nikiweka nyimbo ya 5 ndio akaaga. So ilibidi nika stop tena. Tukaenda tukazika. Kutoka kwenda kuzika nikarudi tena. Kurudi nikaendelea nikamaliza. Ndio hii nyimbo yangu ya video ikatoka. Na nimesikia kwamba kuna changamoto nyingi sana ambazo umepitia. Hata hizi nyimbo zako unatoa 2, unatoa ya 3, unatoa ya 5. Kuna minuko na miteremko. Lakini cha msingi ni kwamba Mungu amekusimamisha na umeweza kurekodi album hii ambayo naona iko na nyimbo 8. Iko na nyimbo 8 na tena kuna ingine tayari. Na tena kuna ingine. Kwa hivyo ni kusema kwamba Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yako. Mungu amekuwa mwaminifu. Kwa sababu muda hauturuhusu kuendelea sana, ningetaka utuelezee wakati ulitunga huu wimbo. Naona hapa umesema wewe ni Mungu. Ni kwa nini uliita huu wimbo wewe ni Mungu? Kwa sababu kinyangalia katika dunia yale Mungu ametenda ni mengi. Yale anayofanya ni mengi katika hii dunia. Hakuna Mungu kama yeye. Yeye anaponya, yeye anainua, yeye anabariki. Matendo yake ni ajabu katika hii dunia. Na katikati ya miungu hakuna kama yeye. Yeah, so hiyo nyimbo ilikuwa ni kusifu Mungu. Yeye ni Mungu na bado atabaki kuitwa Mungu. Hata katika hiyo hali yako, na chochote unachopitia, bado yeye ni nani? Ni Mungu, atabaki kuitwa Mungu. Haya, hebu tuongee kuhusu wimbo wa pili ambao unasema kwamba mwaka wa ushindi. Mwaka wa ushindi katika hiyo hali yote nilipitia. Nakumbuka hiyo nyimbo nililetewa. Mwaka wa ushindi ni mwaka wa amani, mwaka wa ushindi, mwaka wa kuinuka. Na kweli nilipitia hali haiko hali na baadaye Mungu alinipanguzia machozi. Ningetaka nikuulize swali kwa sababu hizi nyimbo zote ni nyingi sana na sitaki tuchambue nyimbo zote. Uniambie kati ya hizi nyimbo kuna wimbo ambao ulisema wimbo moja nitatunga ya Kijaluo. Kuna nyimbo ya Kijaluo hapo tena ziko 3 hapo. Ziko 3. Kuna anatini Yesu, inamaanisha nitakutumikia siku zote za maisha yangu Yesu wangu. Alafu kuna honimiti modongo, Mungu anatenda maajabu. And then kuna Yesu nyalo duto, Mungu anaweza. So Yesu nyalo duto, hiyo ndio nimesikia sana. Gani hiyo? Hiyo ni miti modongo naipenda sana sababu umbali amenitoa. Yeye ni Mungu yani haangalii venye mwanadamu anakuangalia. Saa zingine mwingine venye alikuwa ananiona nikiwa katika ile hali ya kidunia. Hakujua siku moja Karo ataitwa mama. Hakujua siku moja Karo atasimama na awe kama mwenyewe mhuduma amesimama katika uinjili. Lakini kumbe Mungu alikuwa na lengo na sababu na maisha ya Karo. Alijua huyu ni mtumishi wangu na siku moja atakuja mwenyewe anitumikie. Na kwa sababu umetembea hapa katika Gikuyu TV na ningetaka utupatie uhondo kiasi kwa sababu hapa kuna wafanyakazi wengi ambao tuko nao hapa na pia mtazamaji tunasikia hii majina ya Kijaluo lakini tungetaka ule utamu wa Kijaluo ndio tusikie kidogo tu ili tusikie na sisi kama unajua hata sisi tunaweza jifundisha Kijaluo. Unajua sasa Kenya tunataka watu wapendane, washikane makabila zote na ninafurahi sana nikitembelewa na mtu kama wewe kutoka Homa Bay na ninasikia kwamba nimeheshimika sana. Ni kwa sababu Kenya tunataka watu wote wawe kitu kimoja, washikane na tukijua lugha ya kwako si mbaya. Kwa hivyo tungetaka tu kuonja tu kidogo uhondo wa huu wimbo ambao umesema
Hii nyimbo ya Mungu anatenda maajabu inaenda hivi. Nyasaye mano chweyo polo gi piny onni mitimo dongo. Nyasaye mano chweyo polo gi piny onni mitimo dongo. Nyasaye morito wa e piny ka onni mitimo dongo. Nyasaye mano gola e chode onni mitimo dongo. Nyasaye mano gola e kongo onni mitimo dongo. Inema mielni inema dendi onni mitimo dongo. Inema paki inema dendi honni mitimo dongo. Haleluya. Asante sana na ni tamu sana hata kama hatuelewi. Tunasikia kwamba unajua watu hata wanakuanga na shida kwa sababu unakuta watu wengine wanasema kwamba unakuta watu wengine wanapenda nyimbo za kutoka nchi za nje sana huko Zaire sijui wapi Kifaransa, lakini hawapendi nyimbo za watu ambao wamezaliwa katika nchi yao. Lakini pia sisi tumesikia kwamba kuna ule utamu wa Kijaluo na kabla utoke hapa najua kwamba tutakuwa tumejua tu hata kama ni kusalimiana. Na ningetaka tupunge hewa kiasi tu, lakini tutarudi baadaye ili kuja kutamatisha kipindi cha leo. Asante sana mpenzi mtazamaji, huko ni Waiko TV Murori wa Mugikuyu. Tafarira ni ya gukenga twerekeire gutiria tafarira yo muthe na wakeigua mugeni witu wa muthenya wa muthe kuma kuria mwena wa Homa Bay County na kugwa thene turakinya koguo ni njui ni maratwirorera na njira nene muno. Ngai aro murathima na mwike maundu mega ma utugi tukomba guikiria hanini no tugicokereria ni tuguka nigetha tukorwo tugitiriha tafarira ya gukenga gituma Kobe Pilot kwa Waiko TV Murori wa Mugikuyu. Anatine ruoda, anatine Yesu, anatine ruoda.
Thank you muno mwiroreri witu wa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu tugateka muno tondu waku we wambanirie na ithu kumarira twambiriirie warehane na ithu ikinya gwa ikinya o riu nginya rira twakinya kibindi giki kia muico kana ikereka-ini ria muico biu tugithie gutiriha tabarira ya umuthi ya gukenga umuthi toko tugitukania ruga cigana ona ni tondu ni wakiigua tugeneirwo ni mugeni kuma kuria mwena wa Homa Bay na twaigire guku ta murori wa Mugikuyu. Mururu wa Mugikuyu ni ati ni turi koragwo tukinyita ugeni mundu o wothe aimite ko kanako ni turi koragwo tukimunyita ugeni thiini wa tabarira no ya gukenga bora ni akorwo ni arainira nyimbo cia kugoca mwathani koguo onawe wi hau ndugetigire agikorwo ugaga ati ndui kwaria Gikuyu no uke na woka ni tugukunyita ugeni na ni ugukorwo onawe ugituinira kana ni ugukorwo ugituhe rugano rwaku rwigie muturire waku guku gwa Gikuyu TV bora ukorwo wi muini na gwenda kuhe mugeni witu kanya gaka nigetha tuko tugitiriha tabarira ya muthenya wa umuthi na kwa hivyo bila kupoteza muda nataka nirejee kwako msanii wetu wa leo Caroline Sakwa kwa sababu muda wetu hauturuhusu kuendelea sana. Najua kwamba story yako ni ndefu sana na najua kwamba kuna mtu sasa ambaye anasikia kwamba ametiwa moyo na amepata matumaini ya kwamba siku yake ya kesho ni ya dhamana kuliko siku ya leo. Na kwa hivyo mtu asije akajidharau. Na sijui ningetaka nikupatie kwa dakika moja tu utazame kamera yako pale na uweze kuambia mtazamaji, unajua kuna wengine hawana matumaini. Kuna wengine ambao wamejaribu sana lakini wanakuta kwamba wamegonga mwamba ni kama hawaendelei. Kwa sababu unajua kwamba unatumiwa na Mungu na wewe ni kama tu hata kama wewe ni kwa njia nyingine unahubiri kupitia uimbaji. Unajua kwamba kuna neno Mungu amekupatia ili uweze kusaidia mmoja ama wawili na kupatia dakika moja. Okay, watazamaji wapendwa wenzangu, mimi nataka tu kuatia moyo na kuatia nguvu ya kwamba usife moyo katika hii dunia kwa sababu wewe utajiwekea full stop, lakini Mungu mwenyewe amekuwekea koma kwa sababu mwenye amebeba chanzo cha destiny yako. Destiny yako iko kwa mikono ya Mungu, sio mwanadamu. Kwa hivyo usiwe unakufa moyo sababu ya maneno ya watu. Labda umepitia hali mpaka umesemwa, umefika mwisho unaona haya, hapa pali nimefika siwezi. Nina jambo njema sababu Mungu amesema katika Yeremia ukisoma 32 mstari wa 27, je, kuna jambo nisiloliweza? So which means ya kwamba hakuna jambo linalomshinda Mungu kukutendea. Ni wewe tu mtegemee na kumwamini yeye. Sababu amesema tumwamini yeye katika kila hali. Hajasema tuamini wanadamu. So which means zile unaamini maneno ya wanadamu, hujamwamini Mungu. Kuanzia siku ya leo amini neno la Mungu, usiamini neno la wanadamu. Mwanadamu ataongea kama mwanadamu, lakini Mungu ataongea kama Mungu. Kwa sababu hata labda umeenda hospitalini na hata ukaambiwa hii gonjwa itakumaliza ama kitu fulani itakufanya, lakini Mungu je amesema nini kuhusu hiyo hali yako? Maana anasema yeye ndiye mponyaji na hakuna aliye kama yeye. Kwa sababu mwenyewe hakuna jambo linalomshinda. Ni yeye ndiye aliyekuumba na ana sababu na maisha yako. Na amesema tutaishi. So which means ya kwamba akinena jambo anatimiza. Ni wewe tu mkumbushe na umuombe, ukimwabudu, ukitembea katika njia zake, ukijua ya kwamba yeye ndiye Mungu wako. Ndugu yangu, dadangu, hata kama wewe ni muimbaji mwenzangu, una huduma ndani yako, usife moyo sababu ya maneno ya watu. Usife moyo kwa sababu ya hali unapitia. Mungu wako bado ni Mungu na anakuona na anajua kila hali unapitia. Kwa hivyo hiyo hali yako isikuweke chini, bali ujue ya kwamba unayemwabudu ana uwezo wa kubadilisha. Anatoa chini akikuketisha na wafalme, akikuinua juu, maana hajashindwa. So tegemea mwanadamu siku zote amelaniwa, lakini anayetegemea Mungu siku zote mwenyewe atakuwa na ushindi. Hata mimi bado sijakufa moyo, maana ninaamini Mungu wangu kuna pali bado zaidi ananipeleka. So siku ya leo mtazamaji mwenzangu, siku ya leo nakuambia na nakusihi, tegemea Mungu, mwabudu Mungu na uamini Mungu anaweza na anaweza badilisha hali. Kama wewe ni mwimbaji, utapata pesa ya kwenda nayo kwa studio na utakuwa na ushindi. Amen. Amen. Barikiwe. Amen. Na sasa kwa sababu ya muda na wakati, ningetaka nikupatie fursa hii utuambie mtu akitaka kukuona, kwa sababu kuna watu ambao umebariki na wamesikia kwamba huyu dada ni wa baraka kweli, na angetaka kukuona, angetaka kupate, sijui anaweza taka muziki wako, sijui upata wapi. Hebu tuambie, kuna mitandao ya kijamii, sijui kama wewe umeingia kwenye mitandao hiyo.
Mimi niko kwa Facebook. Facebook najiita Caroline Obado. Hiyo ndo utanipata nayo. And then Twitter pia iko the same jina natumia. Na pia Skiza Codes. Unaweza pata nyimbo yangu hata kwa kwa hizi shop kama kule Mombasa kuna pali inaitwa Kasanga na kuna pali inaitwa Agape na pia huwa naenda kuimba kwa macrusades, huwa naitwa kwa ma seminars conference so huwa napatanga mwaliko pia so hata mwenye nikialikwa huwa naenda kumtumikia Mungu sababu ninaamini hii ni wito sio kitu yenye nafanya tu kawaida ati nifurahishe mtu lakini kuna mtu najua atafunguliwa pale na ningetaka ili kwa sababu kuna mtu anaweza kukuhitaji na labda yeye hayuko kwa Facebook, labda yeye hayuko kwa hizo Twitter, naweza taka utupatie nambari ya simu kama hauna shida yoyote ya kutupatia namba yako ya simu ili kama mtu anataka uende kwa crusade ama kwa kesha ama kwa kanisa lao kutembea aweze kukufikia rahisi. Okay, namba yangu ya simu ni 07 16 29 55 19. Narudia tena. Kwa kimombo sasa. 0722 295519. Ukinipigia utanipata. Bora tuandamane na mambo ya huduma. Na tutaongea zaidi. Asante sana Caroline. Ningetaka tuendelee lakini muda wetu umetupa kisogo na sasa itabidi tutametishie hapo. Na wakati mwingine tukikuhitaji najua kwamba utapata nafasi ya kuja hapa Gikuyu TV. Pia niko kwa Mwafaka Awards, waweza nipigia kura. Ukienda kwa Facebook yangu utaona. Na Mungu awabariki sana na wapenda nyote. Na kama hujaokoka tafadhali mimi nakuombea. Najua siku moja jinsi Mungu aliniokoa kwa sababu mimi siwezi nikakuokoa lakini yule Mungu aliniguza akaniokoa. Na yeye mwenyewe akuguze na kukomboe. Naam. Amen. Asante sana Caroline. Amen. Na Mungu akubariki. Ukienda Homa Bay salimia watu wa Homa Bay. Ukirudi Mombasa salimia watu wa Mombasa, uambie tunawapenda sana na tunawaombea baraka zake Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana na nashukuru producers wangu wote waliosimama na mimi wote katika hii huduma. Kuna wenye wajitolea kwa fedha zao, watumishi wa Mungu wenye wamenisaidia, mamangu, babangu wote, mandugu zangu. Nashukuru sana na marafiki zangu wote. Na hata Gikuyu TV na ndugu yangu Omondi wa Omondi anajua amesikia mahali alipo. Amen. Barikiwe sana kuniconnect mali hapa. Mimi pia nashukuru. Karibu sana. Amen. Thenge muno mwiroreri yuma tabarira ya gukenga othe turaigwa oguthie na mbere no ni ati mathaa matiratwitikirie no nginya tweherere iria ingi ni tondu ona macako ciganagira ni kweheranira na no nginya tuhe andu aria angi nigetha makoma makiingira thiini wa mitambo ino ya Gikuyu TV murori wa Mugikuyu ni ngetoma Kobe Pilot na no njugira toria Mugikuyu igaga thina wega na tigo na wega itingigiria tukona na rucio Ngai agikurathima akuhe thayo no gima wa mwiri ithaa na ihinda tariri ugetikira tucamanie ogoko gwa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu ngetoma Kobe Pilot Ngai akurathime ugie na miaraho miega. Asante. Bye.